Zangu nimepewa dakika 3 nizikie. Nishukuru Mwenyezi Mungu. Mimi Msopa ni ndugu yangu, ni rafiki yangu. Press yetu ya mwisho na Msopa tulifanya ofisini kwangu. Alizungumza masuala mazuri sana kuhusu amani. Mimi nilisafiri siku ya kupiga kula, sikuwa hapa, nimefika leo. Msopa alinipigia simu saa 2 kasoro. Akaniambia hali mbaya sana Dar es Salaam, kifuani na tumboni. Nikamwambia kapigwa risasi kweli? Akasema ndio. Nikamwambia kinachoendelea ni nini? Akaniambia tunampeleka hospitali na hivi tunakwenda hospitali ya Sinza. Tumekosa usafiri, tumechukua bodaboda, lakini hali yake si mbaya. Baada ya hapo, yule aliyekuwa kiripoti kubwa zaidi ilikuwa kama usanii fulani vile. Tukimfuatilia bwana, hali yake ikoje? Anasema hali yake nzuri, hali yake nzuri, hali yake nzuri. Na akanambia kwamba mufti ameshaongea na daktari wake Muhimbili. Lakini kuna maneno akanidokeza, nikaona mtu ni muongo. Siku ya pili akaniambia hali yake imebadilika, lakini sisemi kitu, mimi atakuja atangaze mufti. Nikamuuliza atangaze nini mufti? Baadaye nilivyoona analeta ujanja, nikampigia mke wake marehemu Msopa. Akaniambia ni kweli kapigwa risasi 2 na kipande cha risasi kipo nyumbani, na alikuwa nje ya nyumba amekaa kwenye benchi, lakini amekwenda Muhimbili, hawataki madaktari hata kumuona. Lakini kubwa niseme tu kwamba Msopa amefariki kweli, ni kadari kifo, lakini Mungu katupa maarifa. Fika sehemu tu ya kweli. Msopa hakutibiwa. Lakini mimi binafsi nimeumia sana, nimeguswa. Msopa ni ndugu yangu. Tulikuwa tukitofautiana naye wiki moja, ya pili tunakutana. Ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, tulikuwa watu watatu nao bwana Sadiki. Mambo mengi tumeyafanya, lakini sina leo cha kusema. Namuomba